Toka kuzungumza. Wengi mnaangushwa na wazazi. Kuna vitu vingine Mungu anaposhimika misimamo yake. Yaani unapaswa kujijua wewe kama wewe. Hata kama mlikuwa mapacha mlipeana muda. Hamkutoka kwa pamoja, huyo mama angeteseka. Ilikuwa ni kwa zamu, hata kama ni mapacha, hata kama wamo 40, lakini kila mmoja kwa nafasi yake. Sasa kama ulizaliwa kwa nafasi yako na kwa saa yako, unapaswa kujielewa. Tuko pamoja? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Ibrahim anaambiwa neno la ajabu sana. Unajua Biblia unapoisoma, saa nyingine unapita tu. Yaani yawezekana uelewi hata maana yake. Hili ni neno kubwa. Kwamba Mungu anafikia sema alafu sasa cha ajabu. Yaani haya maneno ya Mungu ama ile neno la Mungu lililomjia halina shahidi kwamba tulikuwa na fulani kabisa niliambiwa na Mungu. Tukiwa na fulani hata mkimuuliza fulani, hizi habari anazijua. Sasa tulikuwa ni za kwake. Mungu na Ibrahimu. Sio Mungu na mzee tena. Baba anakuja Mungu anamwambia mzee tena. Hapana. Ilikuwa ni Mungu na Ibrahimu. Alafu anaibuka anaiaga familia anasema Mungu ameniambia. Sasa wamuuliza alikuwa wapi huyo Mungu? Alikuja na rangi gani? Ni mrefu wa futi ngapi? Sasa si neno jepesi. Si neno jepesi. Anaambiwa jambo la ajabu kabisa. Tunajua tunapokuwa na wazazi, tunakinga, tuna wakututetea. Lakini analeta neno kuu. Anamwambia toka wewe. Rudi hapa mtu wa Mungu. Ili mtu amaanishe. Inasema toka wewe. Ndio. Bwana akamwambia Abraham. Toka wewe. Katika nchi yako. Hata kwanza nchi yako uliyoizoea. Tunapokuwa kwenye nchi tunaishi kwa tamaduni. Tamaduni ya nchi yetu. Tamaduni ya Tanzania yetu. Kuna namna ambavyo tunaishi, tunahuruka fulani. Ambayo tunaweza tukaifanya haileti shida. Tuna tamaduni fulani ambazo tunaweza tukazifanya na wala hakuna shida. Lakini tunapokwenda kwenye nchi nyingine ina tamaduni zake. Mtu mmoja sijui kwamba ni kweli, sijajua, lakini namwamini kwa sababu alikuwa anazungumza, ni mzee wa kanisa, alikuwa anashuhudia kwamba kuna nchi fulani sitalisema, kwamba wao ukienda ugenini kuna jambo usipolifanya basi wanaongeza chakula. Yaani ukishaenda mnakula huo usiku, mnakula sasa wakishaamka sasa ile wenyeji sasa kwenye uwanja umeshafanya kitu ndio wanasema mgeni ameshiba. Kama hujafanya hivyo unawajua mama. Kuna mtu huko inawezekana anawajua, mbona ananuona? Kama unawajua weka tu kwenye mapanga. Kwa umejisaidia kwenye kiwanja, hebu njoo kwangu ujisaidie. Kama tutashughulikiana. Lakini wale kwa sababu ndio tamaduni yao, wanaona ndio safi kabisa. Sasa anaambiwa atoke katika nchi yake aliyozaliwa, apelekwe eneo lingine ambalo hajawahi kufika. Ila sasa tu anaonyeshwa. Inasemaje?